Basi wana wa Israeli walifanya maagizo ya Mungu, kutembea hadi wakafika mlima Sinai ulio jangwani. Musa aliongoza wana Israeli hadi mahali penye wangemwabudu Mungu kama vile Mungu alivyowaamuru. Musa akapanda juu ya mlima Sinai ili kuongea na Bwana Mungu. Mungu akamwambia, sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa wana wangu na mtakuwa tunu kwangu. Mlima wa Sinai wote ukatoa moshi kwa sababu Bwana alishuka katika moto, nalo wingu kubwa likaonekana juu ya mlima. Watu wote wakaona umeme na ngurumo, na sauti ya baragumu ikazidi kulia, ikafanya kila mtu kutetemeka kwa hofu kweli kweli. Ndipo Bwana Mungu akamwambia Musa, shuka chini, waonye watu wangu wasije wakapasua njia waje juu kwa Bwana kuniona, isije wengi miongoni mwao wakaangamia. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue. Usizini. Usiibe. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani kitu chochote kisichokuwa chako. Basi wakati Mungu alimaliza kuzungumza na Musa, alimkabidhi vibao viwili ambavyo Mungu mwenyewe alikuwa ameandika sheria kwa kidole chake mwenyewe. Hivyo basi Musa akashuka kutoka mlimani na kurudia maneno yote yenye Mungu alisema kwa Waisraeli. Watu wote walijibu kwa sauti moja, tutafanya yote ambayo Bwana ametuamuru.